alaikum mtazamaji wa Channel 10. Nikukaribishe tena katika kipindi kizuri ukipendacho cha Nyota Zenu. Kipindi ambacho kujia kila siku ya Jumatatu saa 2:30 usiku na marudio yake ni siku ya Jumamosi saa 6 kamili mchana. Langu jina naitwa Nur Isa wa Suleiman. Niko na bingwa wa utabiri nchini Afrika Mashariki na Kati, Maalim Hassan Yahya Hussein. Kwa kwanza atakupa utabiri wako wa wiki, basi mimi nakwambia kaa tayari kabisa kuupokea na kamata kidole chochote ukipendacho. Alafu yeye atakwambia mambo yote kuhusiana na wiki hii kwako iko vipi. Karibu sana Maalim, upate kutujuza. Tunaanza kipindi chetu kwa utabiri wako wa wiki, na kama ilivyo kwa kawaida unashika kidole chochote katika mkono wako, aidha wa kushoto au wa kulia. Kwa hiyo kama ni kidole kidogo au kidole cha pete au kidole cha kati au kidole gumba au kidole cha shahada, basi unashika kidole hicho, na unaweza vile vile usishike kidole chochote kama ikiwa huhitaji. Sasa kama umeshika kidole kidogo, basi nikwambie tu kwamba mchango wako mbele ya jamii utakuongezea kipato zaidi. Jaribu sana kujishirikisha na jamii ili uweze kupata kipato zaidi, lakini kumbuka kufanya kila linalowezekana ili kuwaunganisha watu. Jaribu sana kufanya kila linalowezekana ili kuwaunganisha watu. Utakayemuona ana shida hasa katika wiki hii, yule atakayekuja kwako na shida wiki hii, jaribu sana kumpa msaada na usidharau maombi ya wengine. Alafu jaribu sana kuwa tayari kujitoa ili mwisho wa siku upate usichokitarajia. Jitoe wewe nafsi yako ili mwisho wa siku upate kile ambacho hukukitarajia. Hiyo ni kama umeshika kidole kidogo. Ikiwa umeshika kidole cha pete, usipokuwa makini hutaweza kukwepa matatizo yanayoendelea kukusumbua kwa sasa. Jaribu sana kuwa makini ili kukwepa matatizo ambayo yanayokusumbua kwa sasa. Ni vizuri sana ukabadilika. Wewe mwenyewe jaribu kubadilika. Kama ulikuwa kushoto, nenda kulia, na kama ulikuwa kulia, nenda kushoto. Ni wakati wa kufikia maamuzi sasa. Huu ni wakati wako wewe wa kufikia maamuzi. Hata hivyo haipo sababu ya kutoa maamuzi hayo kwa shinikizo. Usitoe maamuzi hayo kwa shinikizo, kwa maana ya kwamba fulani anataka ufanye jambo fulani, basi ukatoa maamuzi kwa shinikizo. Na wote wanahitaji msaada wako, kwa maana kwamba lile shinikizo lako linafanya wengine wakakosa msaada wako. Kwa hiyo watu wanahitaji msaada wako, kwa hiyo usifanye maamuzi kwa shinikizo. Hiyo ni kama ikiwa umeshika kidole cha pete. Ikiwa umeshika kidole cha kati, basi nikwambie tu kwamba unapoteza nafasi ya kufanikisha mambo mengine kwa vile unaweka mkazo kwenye jambo moja ambalo bado halijaonesha faida. Unapoteza wewe nafasi ya kufanya mambo mengine kwa vile unashinikiza au unatilia mkazo kwenye jambo moja ambalo jambo hilo halina faida. Na vile vile uwe mwepesi. Jaribu sana kuwa mwepesi katika kutoa maamuzi. Kwa hiyo watu wakija na habari zao au mambo yao, jaribu sana kuwa mwepesi katika kutoa maamuzi. Na kuchelewa kwako kutoa maamuzi kule kunaweza kukuweka mbali na yale ambayo unayotarajia kuyapata. Kwa hiyo mtu akija na jambo lake, basi jaribu kufanya maamuzi kwa haraka ili uweze kuwa mwepesi katika kupata yale ambayo yanayotakiwa. Hiyo ni kama ikiwa umeshika kidole cha kati. Ikiwa umeshika kidole cha shahada, basi unaonekana hapa ulipo una hofu ya muda mrefu kuhusu hatima yako au mambo yako yalivyokuwa. Yanaweza kuwa ya kibiashara au ya kikazi. Unaonekana kwamba una hofu sana kuhusu hatima yako. Na hofu ni ya muda mrefu sana. Hata hivyo nafasi bado unayo, haipo nafasi ya kukata tamaa. Kwa hiyo usikate tamaa. Nikwambie tu kwamba usikate tamaa, kwa sababu nafasi bado ipo na unaweza ukafanikisha mambo yako. Lakini popote utakapotembelea wiki hii, hakikisha unakuwa mbali na watu watakaojipendekeza kwako. Katika wiki hii kokote utakokwenda, hakikisha kwamba unajiweka mbali na watu ambao watakaojifanya kwamba wako karibu na wewe, na hiyo itakuepusha na mitego mingi ambayo unaweza ukategewa au mitego mingi ambayo inaweza ikakukumba. Hiyo ni kama ikiwa umeshika kidole cha shahada. Ikiwa umeshika kidole gumba, basi unachofanya kwa sasa ili uweze kubaini ukweli, hakuna kitakachofanikiwa. Hivi sasa kuna jambo ambalo unalifanya, na jambo hilo unalifanya ili uweze kujua ukweli uko wapi. Labda kumchunguza mtu au kufanya kitu fulani ili uweze kujua ukweli uko wapi. Lakini nikwambie tu kwamba kinyota, huwezi kubaini ukweli. Hakuna kitakachofanikiwa. Kwa hiyo ni vyema ukaangalia mambo mengine. Jaribu sana kuangalia mambo mengine. Usipoteze muda wako katika kutafuta huo ukweli uko wapi. Jaribu kuangalia mambo mengine. Furaha yako katika wiki hii inaweza ikaingia dosari. Kila utakachokifanya kwa ajili ya mwenzako hakitafanikiwa. Ile furaha yako itaingia dosari, kwa sababu utakuwa unataka kufanya jambo
kwa ajili ya kumfurahisha mwenzako. Kwa hiyo jambo lile litakuwa halifanikiwi. Lakini hii ni wiki nzuri kwako. Nikwambie tu kwamba hii ni wiki nzuri sana kwako, na mambo yako unayotaka yatakwenda vile ambavyo inavyotakiwa. Na kama ikiwa hukushika kidole chochote, umeamua kwamba usishike kidole chochote, au huna mkono wako labda una bahati mbaya hukupata huna kiganja mkono, hukushika kidole chochote, basi wewe nikwambie tu kwamba mahusiano ya kimapenzi na mwenzako yataimarika. Yale mahusiano yako ya kimapenzi na huyo mwenzio uliokuwa nayo yanaonekana yataimarika. Kama kuna ugomvi, basi ugomvi utaondoka, au kama kuna matatizo, basi matatizo yataondoka. Na hii huenda ikawa njia ya kuwafungulia milango ya maisha ya upendo. Ikawa ni njia ya kuwafungulia milango ya maisha ya upendo. Moyo wako wa upendo utakuongezea nafasi kubwa ya kuwa na marafiki, lakini kumbuka kufanya yale utakayoweza tu, kwa hiyo usizidishe kiwango. Huyo moyo wako wa upendo uliokuwa nao utakuongezea nafasi ya kuwa na marafiki, lakini kumbuka kufanya yale utakayoweza kuyafanya tu, usizidishe uwezo. Kwa hiyo usifanye mambo ambayo yako nje ya uwezo wako, au mambo ambayo yako huwezi yakazidi kiwango cha uwezo wako. Kwa hiyo huo ndio utabiri wako kwa wiki hii. Kwa hiyo yale utakayofanya katika wiki hii yatakusaidia sana katika mambo yako, na utaona kwamba ukiyafuata hayo, wiki yako itakuwa ni wiki nzuri, na mishughuliko yako utakayofanya itakuwa mizuri. Na huo ni mwongozo mzuri ambao utakuongoza kwa siku 7 kutoka leo, kwa maana kwamba kuanzia leo mpaka siku 7 zitakazokuja. Na imani umesikia mengi kutokea kwake Maalim Hassan Yahya Hussein kuhusiana na wiki yako iko vipi. Lakini mimi napenda tu nikwambie mtazamaji wa Channel 10, ni wakati wako mwanamke mwenzangu, kama unataka masuala mazima ya urembo na kupambwa, labda una harusi, kitchen party ama send off, nenda kamuone Dodorita Makeup. Na uhakika utapendeza kama anavyopendeza mimi, lakini utapendeza kama wanavyopendeza wale. Nenda, anapatikana maeneo ya Sinza. Mambo yatakuwa mazuri kwako na mambo yatakuwa mazuri kwa wale wote ambao utakuwa nao pale. Tunapata mapumziko mafupi, tukirejea tutaendelea. Ikiwa una tatizo lolote linalohusiana na nyota yako, ikiwa ni kusafisha nyota, kupata mafanikio ya kimaisha au ya kisiasa, kuondoa mikosi, kukosa bahati, kuwa na mvuto wa aina yote, mambo ya binafsi yanayokutatiza, yawe ya kimapenzi au ndoa au kazi, kuinua na kuleta mvuto katika biashara yako, kinga zako mwenyewe, familia yako, mali zako, kusumbuliwa na majini au mapepo aina zote, tiba za maradhi mbalimbali na masuala yote ya kijamii yanayokusumbua, njoo unione katika ofisi yangu mpya iliyopo Magomeni Mwembe Chai, mtaa wa Kagera na Matombo, ili niweze kukusaidia. Kama ndio kwanza unajiunga nasi, kipindi hewani Nyota Zenu kinachokujia kila siku ya Jumatatu saa 2:30 usiku, na marudio yake ni siku ya Jumamosi saa 6 kamili mchana. Langu jina anaitwa Nur Isa wa Suleiman. Niko naye bingwa wa utabiri na mtaalamu wa nyota anaitwa Maalim Hassan Yahya Hussein. Anakujuza basi maana ya jina lako na namna ya kupata mafanikio. Mimi naitwa Nuru. Mafanikio yangu unayapata vipi? Sijui, lakini kupitia kwake Maalim Hassan Yahya Hussein nitapata kufahamu leo mafanikio yangu naweza nikayapata vipi na maana ya jina langu. Mimi nakwambia karibu sana Maalim, upate kutujuza. Katika kipindi kilichopita tulianza mafunzo yetu, tukawa tunazungumzia maana ya jina lako, kwa maana kwamba jina lako linawakilisha au kushikilia bahati yako, na kwa uhakika jina lako ni sehemu muhimu ya maisha yako, kutambulika au kutambuliwa, na ndio linalokufanya kwamba uwe muhimu. Na likitumiwa vizuri, nilioeleza hilo, jina ndio lenye ufunguo katika maswali yako mengi ambayo unayo kuhusu wewe mwenyewe. Kwa mfano, una kipaji gani, una uwezo gani, kitu gani kinahamasisha unayopenda na usiyopenda kwa watu wengine, unaonekana vipi. Kwa hiyo ndio hivyo. Halafu vile vile nikazungumzia kuhusu namna gani unaweza ukapata mafanikio, na nilikueleza kwamba jina lako lina sehemu 3. Kuna sehemu ya kwanza ambayo inaitwa expression, au ya kujidhihirisha, muonekano wako mbele za watu, namna gani watu wanakuona kulingana na jina lako. Nikasema kwamba sehemu ya pili inaitwa motivation, namna ya kufanya jambo, msukumo wako katika kutenda mambo. Na sehemu ya 3 nikazungumzia personality yako ikoje, au muonekano wako mbele ya watu uko katika hali gani. Kwa hiyo hizo ndio sehemu 3. Vile vile nikazungumzia kuhusu kitu gani kinachokufanya wewe uweze kupata mafanikio kimaisha au uweze kukosa mafanikio kimaisha. Na tulianza na herufi za A na J na S, alafu tukaja katika herufi ya B na K na T, halafu tukaja watatu ilikuwa ni C na L na U. Kwa hiyo leo tunakuja kwa kundi la 4 ambalo ni herufi za D na M na V, kina Diana,
kina Moses au kina Muhammad au kina Vivian. Sasa kama nilivyozungumza kwamba kila mtu ana sehemu mbili, kuna sehemu ya uzuri na kuna sehemu ya ubaya. Sasa ninaanza sehemu ya uzuri kwa watu hawa wenye majina yanayoanzia herufi ya D au M au V. Wewe utakuwa upande wako mzuri, utakuwa ni mtu mtendaji, mtu mwenye mpangilio, mwenye msimamo, mwenye bidii, anayejali watu, makini, mwenye maono, mwenye mtizamo tofauti na wengine, anaitumia nguvu zake kuwatendea watu mambo na mwenyewe yeye mwenyewe kujitendea mambo vile vile, alafu mambo yenyewe yanakuwa yenye mpangilio. Kwa hiyo huo ni upande wako mzuri. Kwa hiyo wewe utakuwa ni mtu mtendaji kama nilivyosema, una mpangilio mzuri, una msimamo, una bidii katika mambo yako, unayejali watu, halafu una nguvu, unatumia nguvu zako kuwatendea watu mambo ambayo wewe mwenyewe unayataka, na mambo hayo yanakuwa na mpangilio. Lakini upande mbaya au upande wa negative, sasa unakuwa ni mtu mwenye mawazo finyu. Mawazo yako yanakuwa ni mawazo finyu, halafu mwenye kufanya mambo polepole, huna haraka katika mambo, unakuwa ni mtu msumbufu, mtu mwenye kubadilika, mtu mwenye chuki, mtu mwenye hisia mbaya kwa watu wengine, na asiyejali kitu chochote. Upande mbaya huo. Lakini tatizo lako kubwa la kukosa mafanikio, kwanza kabisa linatokana na wewe kutojishirikisha na jamii. Jaribu sana kujishirikisha na jamii. Hujishirikishi na jamii, ndio maana unakwama. Halafu vile vile unakuwa pamoja na kutojishirikisha na jamii, kutokuelewa mambo haraka. Watu wakuelewesha jambo, basi lile jambo unakuwa hulielewi haraka. Halafu la pili, unatakiwa uachane na tabia yako ya kushindwa kuonesha hisia zako. Kama ukiwa umekasirika, onesha kwamba umekasirika. Ikiwa umefurahi, onesha kwamba umefurahi. Hiyo itakusaidia sana kukua katika hali nzuri sana. Halafu tatu, achana na tabia yako ya kufanya mambo yasiyoeleweka, hasa kuwa mkali au kununia watu. Sasa zingine unazungumza mambo hayaeleweki, unakuwa mkali, unanunia watu. Kwa hiyo achana na tabia hiyo. Ukiacha tabia hiyo, basi utakuta mafanikio yanakwenda katika hali nzuri sana. Kundi linalofuata ni la wenye majina yanayoanzia na herufi ya E na N na W. Kina Esther, kina Nuru, kina Winnie, kina Edgar. Upande mzuri, wewe utakuwa ni kwanza ni mtu msafiri. Unapenda sana kusafiri, unakuwa ni mtu mjanja, mwenye kurekebishika, kwa maana ya kwamba ukiwa na tatizo ukirekebishwa basi unarekebishika, mwenye kupenda uhuru, msomi, mwepesi kujifunza, msuluhishaji matatizo, anayeweza kubadilika kwa urahisi, na fasihi, halafu msomi, kwa maana ya kwamba unapenda kusoma. Huo unakuwa ni upande wako mzuri. Upande mbaya, utakuwa ni mtu ambaye usiokuwa na adabu. Usiokuwa na adabu, mtu mzururaji, mtu msumbufu, mwenye kukera, mharibifu, mwenye tabia ya kuleweshwa na jambo fulani, kwa maana kwamba jambo lile ukishalipenda basi unaleweshwa. Kama ni mpira basi unalewa kabisa masuala ya mpira, kama ni mambo ya gari basi unalewa kabisa mambo. Kwa hiyo jambo hilo ndio ambalo tabia yako ambayo sio nzuri. Lakini tatizo lako kubwa la kukosa mafanikio, kwanza kabisa linatokana na malengo. Huna malengo wewe. Huna dhamira, huna mwelekeo tangu mwanzo wa maisha yako. Lazima uwe na malengo, lazima uwe na dhamira, lazima uwe na mwelekeo. Pili, unatakiwa uachane na tabia yako ya kuwa na jambo au mtu kwa muda mfupi. Kama ni mpenzi unakuwa naye kwa muda mfupi. Kama jambo unalifanya kwa muda mfupi, hufiki mwisho wake, unaliacha katikati. Kaa na watu, acha kubadili marafiki kila leo. Kila siku unabadilisha marafiki. Kwa hiyo ukiacha tabia hiyo utapata mafanikio. Tatu, tabia yako ya ulevi, mambo ya ulevi acha, au mambo ya ngono au kucheza kamari, kutokuwa mwangalifu, ukosefu wa adabu, tabia ya kuchelewesha mambo, hiyo inachangia wewe kuweza kukosa mafanikio. Kwa hiyo ukiyazingatia hayo, utakuta kwamba unapata mafanikio. Kundi linalofuata ni la wale wenye majina yanayoanzia na herufi ya F na O na X, na waita Fox. F kina Farida, kina Omari. Upande mzuri, wewe ni mtu mwenye huruma. Unakuwa ni mtu mwenye huruma sana, ni mtu mwenye mvuto, mtu unayetegemewa, mtu mwenye moyo wa kupenda, mtu mwenye kuhangaikia watu, unapenda sana kuhangaikia watu, mtu mwenye mapenzi ya dhati, msanii mzuri, muwajibikaji mzuri, na ni mtu mwenye kujali watu. Unajali sana watu. Mtu akija na shida yake, basi unamjali shida yake. Lakini upande mbaya, unakuwa ni mtu mbishi. Ukikasirika unakuwa mtu mbishi kwa kweli, unakuwa ni mtu mkaidi, mwenye kulazimisha mambo, kwa maana kwamba ukitaka jambo lako lazima ile jambo lifanyike. Alafu msumbufu, kwa maana kwamba, lakini usumbufu wenyewe unakuwa kwa uzuri, sio kama usumbufu kwa ubaya, kwa maana ile jambo unataka lazima lifanyike kwa wakati wake. Alafu mwenye wasiwasi, saa zote una wasiwasi, saa zote una shaka, na wakati mwingine unakuwa huwajibiki, na wakati mwingine unakuwa ni mtu ambaye hujali. Lakini tatizo lako kubwa la kukosa mafanikio, kwanza kabisa linatokana na usumbufu.
na ubinafsi. Wakati mwingine unapokuwa unatafuta malengo yako, basi unakuwa msumbufu sana na ubinafsi uliokuwa na kwamba lazima nipate wakati huu. Sasa ile inaonekana kwamba watu wanakuona kwamba labda wewe uko katika hali fulani. Halafu na wivu uliokuwa nao, una wivu wa kimaendeleo. Hasa ule wivu wako kuna wengine hawaupendi. Usionyeshe ule wivu wako kile ambacho unachokitaka. Pili, unatakiwa uachane na tabia yako ya kusengenya watu. Ukikaa pale kidogo, mara umemzungumzia mtu, umemzungumzia huyu, umemzungumzia yule, au kuingilia mambo ya watu wengine, bila hivyo huwezi kufanikiwa. Kwa hiyo tabia kama ukiachana nayo, basi mambo yako yatakuwa yamefanikiwa. Kundi linalofuata ni kundi la majina yanayoanzia na herufi ya G na P na Y. Kina Grace, kina Peter, kina Yohana au kina Yahya. Upande mzuri, wewe utakuwa ni mtu mchambuzi, mtu mkimya, mwenye kuweza kuhisi jambo. Unaweza ukahisi jambo, mtu wa kiroho au kidini, mtu anayependa kuwa huru, mtu mkweli, mtu mtafutaji, mtu mhangaikaji, mwenye uwezo na mamlaka ya kutenda jambo, anayependa mazingira asili na mwenye elimu na anayependa kuelewa. Unapenda sana kuelewa. Lakini upande mbaya au upande wa negative, utakuwa ni mtu mwenye nadharia ya kushuku. Unapenda sana kushuku watu, mtu mwenye kejeli, anayependa kupiga vijembe, mtu mwenye kubeza watu, mtu mlaghai, mwenye kujitenga na jamii, mtafutaji makosa. Kila mtu unaweza kaza kutafuta makosa ya watu tu, kafanya kosa basi umkosoe. Kwa hiyo sio nzuri. Au mchunguzaji wa watu, mwenye wasiwasi, mwenye kujishuku. Wewe mwenyewe unajishuku wewe mwenyewe, yani hujiamini. Lakini tatizo lako kubwa linalokufanya ukose mafanikio, kwanza kabisa linatokana na tabia ya kuwafikiria wenzako mabaya au kutomwamini mtu yoyote. Acha hiyo. Pili, unatakiwa uachane na tabia yako ya kutumia ujanja katika mambo ya uongo au njia za kitapeli au kupata fedha. Hiyo achana nayo. Tatu, tabia yako ya ulevi au dhihaka au kupiga vijembe inakusababishia kwamba unakosa mafanikio. Kundi linalofuata ni kundi la 8 ambalo majina yanaanzia na herufi ya H, Q na Z. Kina Hosea, kina Queen, kina Zawadi. Wewe ni mtu, upande mzuri ni mtu mwenye kukusudia kufanya jambo, unafanya jambo lako, mwenye uwezo, mwaminifu, mtu mwenye msimamo thabiti, mtendaji, kwa maana kama mtendaji mzuri, mtu hodari, mwenye mamlaka na mwenye moyo wa ujasiri, alafu na mtu mtiifu. Lakini upande mbaya unakuwa ni mtu asiyeeleweka, mkatili, mtu mroho, mwenye kuwaza mambo ya kuchukiza, mharibifu, alafu mlipaji kisasi, alafu mwenye chuki. Lakini tatizo lako kubwa kabisa la kukosa mafanikio, kwanza kabisa linatokana na kutokuelewana na watu. Jaribu sana uelewane na watu. Jaribu kujifanya kuwa na hisia za huzuni wakati wote, kwa maana kwamba uoneshe watu kama una huzuni au umekasirika jambo. Lakini uroho na ulafi vile vinakusababishia ukakwama. Pili, unatakiwa uachane na tabia yako ya kupenda kujilimbikizia mali. Unapenda sana uwe na mali nyingi, alafu ubahili uliokithiri na kupenda kuchokoza watu au kuudhi watu, hivyo vinaweza vikakwamisha. Kundi la mwisho ni kundi la I na R ambalo tunalimalizia leo. Kundi la I na R, upande mzuri wa kina Isa, kina Rahma. Kwa hiyo upande mzuri, wewe utakuwa ni mtu mwenye mipango mizuri, mwenye nguvu za kufanya jambo, mwenye msukumo, mwenye mawazo mazuri ya kwake mwenyewe na ya watu wengine, mwenye asili ya uongozi, mtu asiyeogopa, mwenye muonekano wa kuchanganyika na watu na mwenye upendo kwa watu. Upande mzuri. Na upande mbaya utakuwa ni mtu mwenye hasira za haraka, mwenye kulazimisha mambo, muota ndoto, mwenye akili ndogo, mgomvi, alafu unakuwa una maamuzi ya ghafla, hasira za haraka na unywaji wa pombe. Achana nayo. Lakini tatizo kubwa kabisa linalokufanya usipate mafanikio, kwanza kabisa linatokana na wewe kushindwa kudhibiti maamuzi ya ghafla. Jaribu kudhibiti maamuzi yako ya ghafla yale. Halafu vile hasira za haraka. Hizo hasira za haraka achana nazo. Punguza unywaji wa pombe. Pili, unatakiwa uachane na tabia yako ya kuongozwa na watu wengine na kupenda kubembelezwa. Unataka uongozwe na watu wengine, alafu unapenda sana ukifanya jambo wewe ubembelezwe wewe. Kwa hiyo achana nayo. Alafu tatu, tabia yako ya kupenda ugomvi, mambo ya ugomvi achana nayo kabisa. Ndoto ambazo hazina malengo inasababisha kwamba wewe unakwama kabisa kimaisha. Kwa hiyo ndoto ambazo hazina malengo zinakusababishia ukwame kabisa kimaisha. Kwa hiyo leo tumemaliza mukhtasari mzima wa kundi lote au jina lako la mwanzo linalohusiana na masuala hayo, kuanzia jina lako la mwanzo, namna gani upande wako mzuri uko vipi, upande wako mbaya uko vipi, halafu vile kitu kinachokukwamisha katika mambo yako. Kwa hiyo katika kipindi kijacho sasa tunazungumzia majina ya ukoo. Ukoo wako ni ukoo wa namna gani? Nyinyi mnaotaka kwenda kuoa, je, nikenda nikioa ukoo fulani, hawa ukoo wana mambo gani, wanafanya shughuli gani?
Sio unakwenda katika ukoo unaingia katika koo tu ambazo usijui, lakini ukishajua ukoo huu kulingana na jina lao wanafanya shughuli hizi, basi unafanya mambo yako pale, mambo yanakwenda katika hali nzuri. Umesikia mengi kutokea kwake bingwa wa utabiri na mtaalamu wa nyota Maalim Hassan Yahya Hussein kuhusiana na maana ya jina lako, lakini vile vile unaweza ukapata vipi mafanikio kupitia jina lako. Nataka nikukumbushe mtazamaji wa Nyota Zenu, kwa wale wenzangu na mimi wanaopenda masuala ya urembo, ni wakati wako sasa kumtafuta Dodorita Makeup. Anapatikana maeneo ya Sinza na nambari zake za simu zinapita hapo. Katika masuala yote ya urembo, kama una kitchen part, lakini kama una send off, lakini kama una ndoa, lakini kama una akdi na mengine mengi tu. Hata kama unataka kutoka tu jioni hivi nini, muone pale. Atakupa makeup fulani hivi ambazo light sana. Ukitoka utakuwa umependeza na kila mmoja atakustaajabu. Usihangaike, muone Dodorita Makeup. Mambo yatakuwa mazuri. Tunapata mapumziko mafupi, tukirejea tutaendelea. Assalamu alaikum. Nasema na wewe. Ndio, wewe unayenitazama. Unataka kujua siri ya mafanikio? Tazama. Ndio, ni Nyota Zenu. Wataka kujua namna ya kuitambua, kutatua matatizo yako mbalimbali, kufikia mafanikio na kutimiza ndoto zako? Ungana nami Maalim Hassan Yahya Hussein katika kipindi cha Nyota Zenu. Jumatatu saa 2:30 usiku na marudio yake ni siku ya Jumamosi saa 6 kamili mchana. Nyota Zenu ndio ufunguo wa maisha yako. Channel 10, kilicho bora kabisa. Bado niko naye Maalim Hassan Yahya Hussein, bingwa wa utabiri na mtaalamu wa nyota nchini. Langu jina anaitwa Nor Isa wa Suleiman. Kuna mengi Maalim amekwambia siku ya leo. Kakupa utabiri wako wa wiki, lakini vile vile amekupa maana ya jina lako na jinsi gani unaweza kupata mafanikio. Lakini hatuishii hapo siku ya leo. Anaendelea mbele zaidi. Anakupa maana nzima ya ndoto. Wote tunaota. Tunaota nini? Sina hakika kama wewe unajua unachokiota. Lakini kama unakijua maana yake ni nini, sina hakika kama unaelewa tafsiri ya ndoto yako. Leo Maalim anataka kukujuza wewe ambaye unaota ndoto mbalimbali na maana yake kwako ni tatizo. Mimi nakwambia kaa tayari kabisa kumpokea Maalim, maana nzima na kukwambia ama tafsiri yake. Unaweza ukaota wewe hakimu, lakini unaweza ukaota wewe uko na hakimu, lakini unaweza kuota wewe jaji ama uko na majaji. Unaweza ukaota unahukumu kesi ya mtu. Maana yake nini? Na hakika unapenda kufahamu maana yake nini. Mimi namkaribisha bingwa wa utabiri na mtaalamu wa nyota Maalim Hassan Yahya Hussein apate kupa tafsiri ya ndoto hiyo. Maana yake ni nini? Karibu sana Maalim, upate kutujuza. Haya, katika hii awamu ya 3 ya kupumzisha nafsi zetu tunazungumzia kuhusu ndoto, na leo tunazungumzia kuhusu ndoto za hakimu au jaji. Hakimu au jaji. Ndoto ya mahakimu au majaji au mahakama ni ishara ya kufikwa na kesi au kufanya kazi au kufanya biashara inayohusiana na mahakama au sheria. Kama ikiwa umeota umeota hakimu, umeota jaji, basi unajua kwamba utafikwa na kesi au utafanya kazi au biashara inayohusiana na mahakama au sheria. Kwa hiyo ukiota wewe umeteuliwa kuwa hakimu au jaji, umeteuliwa wewe mwenyewe unaniangalia hapo kuwa hakimu au jaji, basi hiyo ni ishara kwamba wewe ni mtu mkweli na ni mtu mpenda haki. Ujijue. Ukiota umeteuliwa kwamba wewe ni hakimu au jaji, basi ujue katika nafsi yako, kama unavyoona katika picha hiyo, wewe ndio hakimu au ndio jaji, basi wewe ni mtu mkweli, halafu ni mtu mpenda haki. Ukiota umekaa na majaji, yani wewe umekaa halafu na majaji wamekuzunguka pale, lakini unashindwa kuendesha kesi, yani umekaa na majaji lakini huwezi kuendesha kesi, hiyo ni ishara kwamba wewe sio mtu mwaminifu. Ujijue kabisa. Umekaa na majaji lakini unashindwa wewe mwenyewe kuendesha kesi, basi hiyo inaashiria kwamba wewe sio mtu mwaminifu. Ukiota unaendesha kesi, umekaa mahakamani kama unavyoona katika hiyo picha hapo, jaji amekaa hapo anaendesha kesi, hiyo ni ishara kwamba utafukuzwa kazi. Angalia mambo yanavyokwenda hapo. Ukijiota kama umekaa pale unaendesha kesi, watu wamekaa wamekuzunguka mahakamani pale, ujue kwamba utafukuzwa kazi, au kama ni biashara yako basi biashara itakwama. Msafiri akiota kwamba yeye ni hakimu, mtu msafiri akaota kwamba yeye ni hakimu au jaji, basi hiyo ni ishara kwamba atavamiwa na kunyang'anywa na majambazi, au safari yake itakuwa na balaa. Hiyo safari yake itakuwa na matatizo. Msafiri kwa mfano uko ndani ya basi au uko pale popote, au unaendesha gari lakini unasafiri na umevaa manguo ya kijaji yale, basi ujue kwamba utapata matatizo hayo. Ukiota unamuona hakimu au jaji, hiyo ni ishara kwamba atavamiwa na ukiota unamuona hakimu au jaji unayemfahamu akiwa hatendi haki. Maana majaji au mahakimu kazi yao ni kutenda haki. Lakini ukiota unamuona hakimu au jaji hatendi haki, hiyo ni ishara kwamba wananchi anaokaa nao katika eneo lake wengi wao ni waongo au wanaishi kwa kudanganya.
hao wananchi unaokaa nao hao katika eneo lako wewe, basi wengi wao watakuwa ni waongo au wenye kudanganya. Ukiota umesimama mbele ya jaji, wewe kama picha unavyoiona hapo, umesimama wewe mwenyewe mbele ya jaji au hakimu na kesi inaendelea, hiyo ni ishara kwamba utapata haki katika kesi inayokuhusu wewe na maadui zako, au utapata ahueni kutokana na matatizo au wasiwasi ulionao kama ukiota hivyo. Ukiota unamwona hakimu au jaji hakutendei haki, umekwenda mahakamani lakini ukaona kwamba ule jaji au hakimu hakutendei haki katika kazi yako au katika kesi yako, basi hiyo ni ishara kwamba utapoteza kesi na kwa maadui zako. Kwa maana kwamba kama una maadui zako hapo kushtaki, basi unajua kwamba utapoteza hiyo kesi. Ukiota umemwona jaji akiwa ameshika mizani ya sheria, ile mizani ya sheria ile ambayo inakuwa na balance huku na huku, ameshika ile mizani ya sheria kama picha unavyoiona hapo, basi na mizani hiyo ikaangukia upande wako, hiyo ni ishara kwamba utapata faraja au utapata bahati kubwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Utapata faraja katika mambo yako au utapata bahati kubwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ukiota mizani hiyo imeangukia upande mwingine, upande wa pili ambao sio upande wako, umesema upande mmoja, halafu ile mizani ulioshika ya sheria imeangukia upande mwingine, basi hiyo ni ishara kwamba ujihadhari na mabalaa ambayo yatakukuta hapo mbeleni. Unaweza kupata mabalaa ambayo yatakukuta hapo mbeleni. Kama ukiota unamwona jaji anapima senti au fedha za bandia, jaji huyo anapima senti au fedha za bandia, yani anachukua anazipima katika mizani, basi hiyo ni ishara ya kwamba utatoa ushahidi wa uongo ambao ushahidi huo unaweza kukubaliwa. Ukiota umejiona wewe ndio jaji, wewe mwenyewe umejiona kwamba wewe ndio jaji, basi hiyo ni ishara kwamba utajulikana na utapata heshima mbele za watu, vinginevyo utashutumiwa kwa kitendo ambacho hukukifanya au utavamiwa na majambazi. Ukiota umemwona jaji ana furaha, jaji amefurahi kama picha unavyoiona hapo, jaji kafurahi kabisa, basi hiyo ni ishara kwamba utapata habari nzuri, kwamba kuna habari nzuri ambayo itakukujia. Lakini ukiota umemwona mahakimu au majaji wengi, hiyo ni ishara ya kutokea mapigano au vita au vitisho. Kwa mfano unavyoona picha hapo, mahakimu wengi au majaji wengi, basi hiyo ni ishara ya kutokea mapigano au vita. Ukiona umeona kitu unachokalia anachokalia hakimu au jaji au kiongozi wa nchi au spika wa bunge au kiongozi wa dini au mwalimu, hiyo ni ishara kwamba ya matatizo ya kisiasa au huzuni au kupotea fedha au kupoteza fedha au biashara au ugonjwa au unaweza ukachanganyikiwa au kuvumbuliwa kwa siri ambayo iliyofichika. Kwa hiyo katika ndoto, jaji au hakimu usiyemjua ni ishara ya Mungu, au jaji au hakimu unayemfahamu ni ishara ya daktari. Jaji au hakimu usiyemjua, basi unajua kwamba Mungu anataka kufanya jambo fulani. Lakini ukiota jaji au hakimu usiyemfahamu au unayemfahamu, basi ni ishara kwamba utaugua na utapata tiba. Baada ya kusikia mengi kutokea kwake mtaalamu wa nyota Maalim Hassan Yahya Hussein, mimi nakwambia kila chenye mwanzo kikosi kuwa na mwisho. Lakini kabla tujaenda mwisho, mimi nataka nikukumbushe safari yetu leo ilikuwa vipi katika ndoto zenu. Kwanza kabisa ulikupewa utabiri wako wa wiki, lakini vile vile uliambiwa maana ya jina lako na jinsi ya kupata mafanikio. Lakini ya kuishia hapo kakupa tafsiri ya ndoto ambazo wewe unakuwa unaziota na maana yake unakuwa hujui. Wale wanaota wako na mahakimu na majaji au wao ni mahakimu wameelezwa pia. Mimi nasema asante kwake Maalim kwa niaba yako. Lakini nakushauri tu mwanamke mwenzangu, popote pale ulipo, unataka kuwa mrembo na unapenda, muone Dodorita Makeup. Utapambwa pale katika shughuli zote unazozitaka wewe ama shughuli mbalimbali. Pia ushauri wanatoa. Mfano, unataka kwenda ofisini, uweke makeup vipi? Dodorita wanafanya kazi hiyo. Watafute kupitia nambari zao za simu, lakini vile vile ukiingia katika Instagram ukiandika Dodorita atakuja pale na utaona kazi zake nyingi anazozifanya. Mpaka wiki ijayo basi, mimi nasema asante za kutosha kwako wewe. Langu jina anaitwa Noro Isa wa Suleiman. Nilikuwa naye mtaalamu wa nyota na bingwa wa utabiri Maalim Hassan Yahya Hussein. Kwa pamoja tunasema alamsik.